Okay, karibuni. Mm. Kwa jina naitwa Awaz, ni mentor, coach, naweza kaniita pia mwalimu wa forex. Nimeandaa kitu fulani hivi kwa wale ambao walikuwa wana request kwa kipindi kirefu, hususan wanaohitaji kufahamu zaidi kuhusiana na swala la forex, na sometime tunakuwa busy sana, tunashindwa kusaidiana. Sasa leo nimekuja na swali fupi na jepesi kwa wale ambao watapata nafasi ya kunisikiliza na kuweza kujua nini ninamaanisha. Yes, forex ni nini? Simple question na linahitaji jibu lenye kueleweka. Tunasema kama tukiwa let's say tunajaribu kudiscuss kuhusu forex na kuelewa zaidi ni kitu gani, basi mimi naamini ni rahisi hata kwa wale watu ambao ni wageni kwenye forex na wale ambao pia wanahitaji kuja kujifunza, ni rahisi kujua. Kwa hiyo kwanza kabisa nipende kuwakaribisha kwenye ICT Forex course, na hii nadhani nitakuwa nayo bega to bega mpaka pale ambapo nitahisi kwamba mmenielewa, kwa wale ambao mtakuwa mnanisikiliza. Na kwenye video yetu hii tutaanza na swali muhimu sana, kama nilivyosema awali kwamba forex ni nini. Nataka iwe fupi alafu iwe imeeleweka. Sasa tusipoteze muda. Sababu hiyo ni fupi na inahitaji iwashibishe. Forex ni soko la kubadilisha sarafu duniani. Nadhani ni kitu fulani ambacho kina sound good kwenye masikio yako. Mfano, kuna euro then kuna USD. Hizi ni sarafu mbili tofauti. Maana yake euro dhidi ya dola. Unaona? Kwa hiyo bei ya sarafu siku zote inapanda au kushuka kutokana na supply and demand. Unaona? Kama trader tunajaribu kutabiri direction ya bei ili tupate zile profits. Kwa kama inapanda simultaneous na kama inashuka tunafanya nini? Tunafanya biashara. Kwa sasa nilitaka kidogo niende deep ili tuweze kuelewana, kwa sababu hili ni swali lakini kulijibu pia linahitaji muda. Nataka nitumie kama dakika 9 hivi kulielezea hili swali na kujaribu kulifafanua. Kwanza tumeanza na swali muhimu sana, forex ni nini? Umeona? Kwa hiyo forex kwa kifupi ni foreign exchange. Foreign exchange ambao ni soko la kubadilisha sarafu za nchi tofauti duniani. Mfano mzuri ambao kwa wale ambao mnaweza mkanielewa ni kwamba ukisafiri mfano kutoka Tanzania kwenda Ulaya, kwa haraka unahitaji kubadilisha zile Tanzania shillings kwa euro. Hiyo ndiyo concept nzima ya forex. Namna unavyotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na unajua ile sehemu anatumia currency tofauti na ile kutoka nayo nyumbani. Kwa kile kitendo cha kubadilisha Tanzania shillings kwenda euro, pale ndo umefanya kitu kinachoitwa foreign exchange. Forex. Kwenye forex tunafanya biashara ya sarafu mbili kwa pamoja, tunaziita currency pair. Yaani mfano tuna picha hapa ya New Zealand dollar pamoja na USD dollar. Kwa hiyo tunazicombine ile New Zealand, ile pesa ya New Zealand na pesa ya Marekani dola, tukizicombine pamoja ndo tunakuja tunapata kitu ambacho kinaitwa currency pair. As you see, hii ninachokimaanisha ni hiki hapa. Kuna euro, kuna dollar, then tuna New Zealand dollar. Maana tuna currency mbili kwenye hii
chati moja. Kwa nadhani utakuwa umenielewa hapo kwamba tunaziunganisha sarafu mbili kwa pamoja, then tunaziita currency pair kama mfano nilikuwa nimekuonyesha. Kwa hiyo nataka nitoe mfano wa euro. Euro ndo pair fulani nyepesi sana, tunaweza tukaitumia kwenye tunasema kwamba kwenye forex tunafanya biashara ukiwa na sarafu mbili, it's okay. Na ukiangalia kwenye video yangu hapa nimekuonyesha hii tunaita Euro USD. Kwa hiyo kitu ambacho nataka nikuelekeze hapa kwa mfano wa Euro USD, hapa tunamaanisha kwamba euro inakuwa dhidi ya dola. Euro inakuwa dhidi ya dola. Mfano, kama euro ina nguvu kuliko dola, maana yake bei ya pair itapanda. Maana yake price utaona kwenye chart inafanya hivi. Unaona? Simple like that. Na kama dola ina nguvu kuliko euro, basi utaona kwenye pair bei inafanya nini? Inashuka. Yani ndo mfano mzuri ambao nimejaribu kutengeneza kwa lugha adhimu kabisa ya Kiswahili, kila mtu aweze kuelewa. Kwa hiyo hii ina maana kubwa sana. Sasa hapa kwenye forex kazi ya trader ni kutabiri direction. Kwenye hizi ambazo nimezisema hapa, kazi yetu kubwa sasa sisi ni kutabiri zile direction. Sasa tukiona bei inapanda tunafanyaje? Simple. Yani unapoona ile bei inapanda, kwa hiyo we kama trader una buy. Very simple. Na ukiona bei inashuka, wewe kama trader unafanya nini? Una sell. Simple like that. Kwa hiyo nilitaka nionyeshe namna ambavyo kwanza tujibu swali letu, na nimeonyesha namna nilivyolijibu kwa undani zaidi. Kwa hiyo lengo letu kama trader ni kununua chini na kuuza juu. Maana yake ukiona inapanda then una buy, ukiona inashuka then una sell. Na jaribu kuirahisisha ili kila mtu aweze kujua. Kwa hiyo naamini kwa namna ambavyo nimeweza kulijibu hili swali la forex ni nini, nimejaribu kulijibu kwa ufupi na kwa kueleweka zaidi, kwa sababu lengo kubwa hasa kwa wale ambao ni traders wanahitaji kujifunza forex ni nini, basi lengo ni kujua forex ni kitu gani na kinafanyaje kazi, na nimejaribu kulifafanua kwa ufupi zaidi na kwa kueleweka zaidi. Kwa hiyo unaweza kustay tuned kwenye channel yangu, kwa sababu nataka nifanye hii kozi ya ICT, lakini siwezi kwenda mbele zaidi. Lazima tuanze na ile basic, kwa sababu kuna wengine wanahitaji kujua strategy, lakini kuna wengine hawajui chochote kuhusiana na forex. Kwa hiyo nitaenda ngazi kwa ngazi. Stay tuned, subscribe my channel, follow zile akaunti zangu zote za social network, sana sana TikTok pamoja na Instagram, ili uweze kupata mafunzo. Asanteni sana. It's me, Awaz. Thank you and we see you again.